well-being of those officers and so forth, I can just simply confirm that the chiefs are in safe hands. They are on their way to the country, and I would like to say that more details will be shared in the course of time for security reasons. Naam, asante sana. Waziri, miaka miwili iliyopita wakati serikali ya Kenya Kwanza inaingia uongozini, tulishuhudia kujitolea kwa serikali katika vita dhidi ya mihadarati na pombe haramu, hususan katika eneo la kati. Lakini baadhi ama asilimia kubwa ya wananchi wa pwani wanahisi kwamba serikali haijakuwa na nia njema katika kupigana na mihadarati, hususan katika eneo hili la pwani. Kwa mfano, unapotoka sasa hivi uulize mtu yote hapa nje kuhusiana na eneo lolote ambalo linauzwa mihadarati, bila shaka mtu huyo atakupeleka. Je, inamaanisha nini kwa serikali ambapo tuko na maafisa usalama na kwamba bado mihadarati inauzwa, na pia si kuuzwa tu lakini kiholela? Je, serikali inafanya nini? Na unapoondoka hapa Jumamosi, je, ni ujumbe gani unawaachia wakazi wa pwani hususan katika swala hili la mihadarati? Asante sana Bwana Ali. Ningependa kusema kwamba mambo ya dawa ya kulevya, mihadarati, pombe haramu imekuwa changamoto si tu kwa hapa pwani lakini taifa nzima. Ukikumbuka kwamba mwezi mmoja uliopita tulikuwa na changamoto kubwa sana sehemu ya Marsabit na Isiolo kwa sababu ya ile mihadarati ilikuwa inatoka sehemu za Ethiopia ikiteremshwa kupitishwa Marsabit kufika Isiolo, inafika Nairobi na sehemu zingine za Kenya. Na tulikundua kwamba kuna uhusiano fulani kati ya wale Oromo Liberation Army pamoja na kundi zingine zenye zinahusiana na Al-Shabaab na wale ambao wanahusiana katika nchi yetu kwa mambo haya. Na wengi sana, kazi kubwa ilifanywa na idara ya polisi kubomoa hiyo gengi ilikuwa inafanya biashara hiyo sehemu za Marsabit na Moyale pale. Na uliona kwamba kwa sababu ya hiyo ondoa sana ile trafficking ya mambo ya drugs na pia human trafficking ambayo ilikuwa inatumika kama njia moja au wakora walikuwa wanatumia. Kwa hivyo changamoto ya mambo ya dawa ya kulevya si tu kwa pwani. Kusema ukweli, kwa sababu nimekuwa serikali pia kwa miaka mingi sasa, kwa miaka 12 tangu serikali ya Jubilee Coalition 2013, ni kweli kwamba katika 2013 mpaka 2016, around 2017, wakati 2016-2017 wakati ile meli ilichomwa hapa, wakati huo ulikuwa ni shida kubwa sana kwa mambo ya mihadarati. Kama kuna jambo ambayo imebadilishwa kwa miaka 10 ama iliyopita, kwa the last 10 years, kazi kubwa imefanyika kupigana na mambo ya drugs kupitia ipite katika bahari zetu, na kazi kubwa imefanya ikiwa pamoja na kutengeneza Coast Guard ndio imesaidia kufanya patrol kwa our seaport. Seaports here and border the various borders kwa the sea. Na kwa sababu hiyo umeona kwamba imethibitiwa. Lakini kama vile ulipata habari leo, pia askari wetu na maafisa wetu wa usalama wamefanya kazi kubwa sana kuhakikisha kwamba heroin mingi imeshikwa hapa kwa miezi kadhaa imepita. Tuliambiwa kwamba leo kwa sababu ya ule utafiti imefanyika hapa, mambo ya bangi ilienda juu na uliona ile crackdown inaendelea kutoka hapa. So kupigana na mihadarati sio jambo ya siku moja, lakini inahitaji security ambayo iko alert throughout. Ndio tuhakikishe tunachunga the borders, na unajua some of the borders yenye tuko na international security problems, na hiyo wakora wanatumia sehemu za Kiunga na sehemu zingine kupitisha ile mihadarati na vitu vingine ambayo inahitajika kwa taifa letu. Kwa hivyo kusema ukweli, serikali hii imetia bidii na askari wetu wanaendelea kutia bidii, na kuna ile there is multi-agency approach kwa hii vita. Na ile kwa nini nimekuja sehemu hii wakati huu ni kuhakikisha kwamba nitie nguvu
ile timu yetu inafanya kazi hapa, na tukubaliane ni njia gani nyingine tunaweza saidiana pamoja ili vita hii ipelekwe juu na kupunguza na hata kuondoa mambo ya miadarati. Naam, waziri, nataka nikupeleke moja kwa moja hadi kaunti ya Lamu. Samahani, mwenzangu Faria. I'm sorry, my question is also based in Lamu. My question is about the welfare of police officers, but I'll specifically ask you about the National Police Reservists in Boni Forest. There have been claims that they are living a pathetic life. They are not receiving their monthly stipends. And these are people who are fighting with our enemies, who we are seeing they have modern weapons. I'd like to ask you, what is your ministry doing? Are you aware about the welfare of these officers? Thank you very much, Faria. I know that the National Police Service is a very important team that has been doing a very good job, not just in the areas that are affected by terrorism and terror attacks and threats, but also in areas where we are dealing with banditry. And so in the pastoralist areas and the marginalized part of the country, that is from Lamu hizo sehemu zote which is almost kwa size ya land ni maji ni hizo challenges ni za kweli, ingawa ni tofauti kwa sehemu tofauti kwa sababu ya operesheni ya usalama, lakini ni kweli kwamba kuna kazi lazima tufanye, including kwamba tunataka kuleta discipline kwa upande wa NPR. Tunataka tuhakikishe kwamba our NPR pia wanakuwa trained na wanafanywa accountable, kwa sababu wengine usipofanya accountable wanaingiana na wahalifu katika jamii zao kupiga jamii zingine ama kuendeleza mambo ya uhalifu. That is why tunataka kufanya hiyo policy operation. Lakini kusema kweli NPR wengi wamefanya kazi kubwa na wengi wameumia, na mara nyingi wakipoteza wapendwa wao, wakikufa hakuna hata ile insurance cover ya life cover yenye inawasaidia kusaidia maisha yao. Kwa hivyo I just want to say that is an area that we are really karibu tufikie tail end kwa hiyo policy, na kwa miezi chache iliyo mbele yetu hapa nitatangaza rasmi hiyo policy framework tutakuwa nayo, tufanye majadiliano kwa bunge, na tukipitisha itatusaidia sisi wote kuhakikisha kwamba tunaangalia mambo yote yanayohusikana na NPR kwa nchi nzima. Naam, waziri, nataka kukurudisha tena kaunti ya Lamu ambapo juzi mwezi mtukufu wa Ramadhani kuna mabwana walikuja pale katika kijiji cha Mangai wakahubiria wananchi na wakaganyia pia tende wakala. Nataka nikuulize ama uthibitishe, je, bado tunaishi na magaidi wa Al-Shabaab katika msitu wa Boni? And if so, does it mean that serikali imeshindwa na kazi? Bwana Maitha, kwanza kabisa swali lako ni nzuri, lakini pia ni vizuri katika watu wote kwa taifa wajue kwamba ile threat ya enemy kutoka sehemu za hiyo Somalia ya mambo ya Al-Shabaab haijawahi kuondoka kwa miaka karibu 15 kupita, pengine ni miaka karibu 20. Hiyo kila siku huyo adui amekuwa akitaka kuingia nchi yetu kila siku. Sababu tu kwamba amuongelelee kila siku ni kwa sababu hamna habari kutoka habari za ujasuzi. Nyinyi hamwezi mkaona kila wakati kwamba ule adui akiwa kutoka huko nje angetaka sana kuingia taifa letu. Sababu nyingine kwa nini hamsikii sana ni kwa sababu askari wetu au NPR ambao Faria amesema hapa pamoja na jeshi letu multi agency yote wamefanya kazi nzuri kiasi kwamba watu wameketi kufikiria Al-Shabaab wameisha kwa Somalia, hawahitaji kukuja Kenya. Lakini inabidi kila mmoja ujue kwamba usalama ambao tunafurahia hapa ni kwa sababu kuna askari na security team yetu kila siku
wakiamka asubuhi, wakilala jioni, wanashika doria kuhakikisha kwamba adui hajapata nafasi ya kuja Kenya. Na kama bado kutakuwa na msukosuko huko Somalia na hakuna serikali thabiti ambayo imeweza kuchukua uongozi ya nchi nzima, hiyo shida bado itakuwa inajaribu kujiingiza kwa nchi yetu. Uzuri yetu ni kwamba askari wetu, multi-agency, army and everybody else wamekuwa kufanya kazi nzuri kudhibiti, kuhakikisha kwamba adui hajaweza kupita pale kuingia katika taifa letu. Kwa hivyo bila kusema kama yenye wewe unasema Boni Forest kulikuwa na nini, kulikuwa na hivyo, siwezi nikasema kama ni ukweli ama si ukweli. Ya maana ni ujue tu kama Mkenya na msemaji wa habari kwamba threat ya the enemy is a daily issue. Interventions ya Kenya imesaidia na ile ya Afrika na yote ya kupambana na adui katika nchi yao na kushika doria kuhakikisha kwamba hawajakuja kutumiza. Ndio imewezesha wewe kuona kwamba nchi yetu iko salama. Waziri, sijatosheka na jawabu lako kwa sababu hili swala ambalo juzi liliulizwa na mbunge wa Lamu Mashariki Rueda Obo. So kwa ufupi unasema kwamba bado kuna maadui katika Boni Forest ambao tunaishi nao, ambao sometimes wanakuja kutuhubiria watuganyie tende. Nimekuambia Bwana Maida ya kwamba shida ya vita ya usalama kutoka let me put it in English. The threat of the enemy is a continuous issue, because as long as the enemy on the other side has not been vanquished completely in their own country, that threat is a daily threat. As to why we feel safe inland here is because our security forces, including a multi-agency team, including the KDF, including the NPRs, and everybody working along the border, are doing a very good job to keep off the enemy from coming to our country. That is a daily threat. And if we were not prepared, and if we were not putting resources to protect our country, we could as well, I mean, if it's not the kind of a border that you would say, okay, let's leave it open, we are okay, our neighbors are at peace. That is why for Kenya, you see us as a country investing in the peace in Somalia, in South Sudan, in other parts of the continent, in the region, because when our neighbors are not at peace, we are always going to face constant threat. And that constant threat can only be repulsed by security strategies that have kept our country safe today. Our country is very safe today because our security forces have taken preventive measures, and where the enemy attempts to come to our country, they have also taken security measures to make sure that they repel and repulse those enemies. So that threat is continuous. It is not a question of it has happened today, it's not happening tomorrow. No, it's a threat today, it was a threat yesterday, it's a threat tomorrow. The only difference is that we have perfected our strategies to defend ourselves against potential attacks from enemies from the neighboring countries. Waziri, there are claims of more Kenyan policemen having gone been found yet. I'm happy that on the question of Haiti, you have asked and answered the question, because on one hand you are saying there's fear that many lives have been lost. That's not true. You cannot hide it, because the officers who have gone there are accountable by number. You know we lost one officer, unfortunately, and we feel very sad in the circumstances under which we lost him. And we know that one officer is still missing, and the search continues to make sure that we find him. And then we had two or so other officers get injured, but they are recuperating well.
So there is nothing to hide about the Haiti mission. Even if you wanted to hide, it's not possible, because the officers who are there are speaking to their families. They are speaking to Kenyans. There are more than 700. There is no way you can say you are hiding information from them. They have direct communication to you people, to their families, and everywhere. So we try as much as possible to relay information in a respectful manner, but being very factual, so that you don't also hurt families. When something happens, we make sure that their families have been approached first before making the information public. But there is no, as we speak today, information that is hidden either from the family or the people of Kenya in terms of the condition of our officers. And I think there has been resurgence of gang activities in the recent past, heightened by other political activities in the region, in the country, and therefore a lot of strategies and efforts are being expended to make sure that our officers are kept safe, as they even work hard to make sure that they bring law and order in the country of Haiti. And sad as it may be, the work of a police officer is always a dangerous job every day. We in the in the security sector, we put the welfare of our police officers ahead of everything else. That is why we try our best to make sure that the best equipment is given to them to protect themselves and to make sure that they are safe. But in both here in Kenya and even in a mission like in Haiti, the danger of facing enemies is always constant for a police officer. And our effort, our hope is that as our officer, that becomes the last situation where we have a missing officer, and that our officers henceforth shall be safe and shall be successful in their mission and come home safely. Mheshimiwa, tangu swala la Shakahola lizuke hivi sasa, labda pengine ni miezi kadhaa ama miaka kadhaa imepita, lakini bado kuna miili ambayo imebaki katika makafani pale Malindi. Kwanza tunataka labda pengine utuambie hali hii ama miili hii itaondolewa lini kupewa jamaa zao, na pili, kuna tetesi kwamba ile ardhi ya Shakahola kuna watu ambao imepimwa na watu wamepewa ardhi hiyo. Pia utueleze ni nani amepimiwa ardhi hiyo akapewa na kwa manufaa ya nani? Asante sana Eric. Kwanza tumetoka leo katika government chemist. Nimetembelea pale kuangalia ile kazi imefanyika kwa kutafuta kwa ile miili ambayo ilipatikana pale na kutafuta jamaa zao. Na ile DNA test ilifanyika kwa miaka hiyo 2 imefanyika. Ilipatikana tu kwamba watu 66 wameweza kupata matching samples ya mwili na majamaa zao, na wale zaidi ya 300 hakuna mtu amejitokeza, na watu wengi hawajajitokeza kusema kwamba mpenzi wao alipotea na pengine amepotea na amekufa katika ile shida ya Shakahola. So kwanza wacha nitumie nafasi hii kuwahimiza Wakenya wengi ambao wanaweza hisi kwamba ama they may perceive ama think kwamba jamaa zao wanaweza kuwa walikufa katika ile sakata ya Shakahola, wajitokeze kwa serikali ili wapimwe DNA kuonyesha kama pengine wako na ile DNA ambayo tumepata kwa mili yenye ilipatikana Shakahola inaweza lingana na DNA yao. Kwa sababu tusipofanya hivyo, sampuli mingi iko katika hapo kama vile wewe umesema pale kwa maabara maafani, na tungependa kuhakikisha kwamba hii mambo tumefunga. We need to close this discussion of Shakahola, but we need as many victims ambao they think that they lost their loved ones wajitokeze ili iwezekane tujue kwamba nini inalingana kama mili zao
kama ile sample imetolewa inalingana na familia zao. Ya pili ni kusema kwamba kwa pale ambapo watu wengi walizikwa, lazima kama serikali sasa tuende kwa mjadala unaofuata kuona kwamba sehemu ambayo watu walizikwa tunaweza fanya nini. Mwenye shamba kama ataweza kutusaidia kuhakikisha kwamba sehemu fulani iwaachiliwe kwa serikali ili ikuwe sehemu ya kumbukumbu, na wale ambao wamezikwa pale mili zao sibaki pale, na wale ambao hatutaweza kupata jamii zao tunaweza weka kumbukumbu sehemu hiyo ya na kuwalaza pale mili ambazo zimebaki kutojulikana relatives yao ni nani. Ndio siku zingine za baadaye kama mtu ataweza kujitokeza, tunajua kwamba hii sample iliwekwa pale na hivi, na kwamba familia inaweza tumia wakati huo for closure. So mambo ya ardhi yenye wanasema imewekwa mtu fulani, sijasikia hiyo. Nitatafuta habari zaidi kama kuna hao habari yoyote kwamba kuna mtu kwa sababu tunajua kwamba ilikuwa ni shamba ya mwenyewe. So swali yenye tunajiuliza tu ni kwamba kama ameuza ama kama mtu mwingine amechukua ama ni namna gani. Hiyo ni swala ambalo lazima tuchunguze kupitia Wizara wa Ardhi. Lakini yenye inatuhusu sisi kama serikali ni kwa njia gani tunaweza kusecure ile area ambayo watu wengi mili zimezikwa. Waziri, please allow me to ask 2 questions. Number 1, there are those people who had been reported missing in the Todonyang killings in February by the Dasanaj militia. Just today, the Turkana governor, Jeremiah Lomburukulal, unveiled a memorial monument containing 40 deceased persons, yet only your ministry announced the recovery of 3 bodies. What is happening about that? Number 2, yesterday on Sunday we saw some chaos where ghosts attacked both leaders, including the former deputy president, while what is your ministry doing about this? Is it that the political elections? Thank you very much. On the Todonyang issue, I think it's very unfortunate that there was an attack in Todonyang of a fisherman at the lake. I don't know if I know many Kenyans have never had a chance to go to Todonyang, and it's also not easy to get there. I am told I am the first minister since 2011 to visit Todonyang, and so I had a chance of going to Todonyang, a very beautiful part of our country, which is our border with Ethiopia. Very rich area with 3 economic activities. There is pastoralism, which is livestock farming, there is fishing, and there is trade, cross-border trade. And so there is a lot of fishing that happens in the lake itself between the Dasanaj and the Turkanas living in that area. Those fishermen do not care about boundary. They don't know where is Ethiopia and where is Kenya. They just do their fishing activities, and when things are peaceful, they have very good collaboration. A lot of that fish is transported all the way to Congo, DRC, and it's a big business. Unfortunately, as a result of attacks and counter-attacks, there was early this year an attack that happened in the lake. Some, say that it was in the Ethiopian side, and we could not confirm, and some are saying it's in the Kenyan side. But what is important is that our security forces in Turkana responded. Within 2 days, I was already there. When we reached there, we started search. We also engaged diplomatically because the area that was we were doing the search was in the Ethiopian side, and so we needed the government of Ethiopia to allow us to do that in the part of Ethiopia, and gladly they did so. But after back and forth between us and Addis, between Nairobi and Addis, and we succeeded to make sure that we do the search. Unfortunately, the search only led to 3 bodies being found. As expected, of course, when people are missing, a list of missing persons is always drawn,
And you can't tell who was, just the same case, like the one we are talking about, Shakahola here, among others. You can't tell who was in the lake, who was not in the lake, who is lost where, because it is, most of the fishermen don't come from Todonyang. It's not people that live in Todonyang, and Todonyang is very far. It's people who've come all the way to do economic activities. So you can't automatically say you can account for this person unless you find the body. So the search was done. It ended up with 3 bodies. We could not be able to verify whether the other recorded missing persons were missing in the lake or elsewhere. So we continue condoling with the families. Unfortunately, even when we found the 3 bodies, most of the people just said we buried them. There was nobody wanted to claim that this is my relative or this is not my relative. So it's a bit of a dicey situation coupled with cultural issues, among other things. But in terms of accountability for the missing persons, I think under the law, when someone is missing, is still missing until either the body is found or whether they are found alive or not. Well, it's an open, the operation is open. If we can do any sighting, you see the same area now, the fishermen are back to fishing. And so if we are lucky to find anybody, that will be successful. But you see also that's an area that has wild animals. They have crocodiles, among others. Assuming that more people had lost their lives, it might even also be very difficult to recover any bodies after also so many months. So we can't, as from a government perspective, sympathetic as we may be, we can't legally say these are the number of people that died or that were killed in the absence of evidence, both in terms of the bodies and clarity of evidence that those people died within the lake. Much as we sympathize with the loss of of loved ones, we cannot authoritatively say this is the number and these are the people that we lost in the situation in the lake. The second question was on the relation to church attacks. I think in any civilized society, those primitive activities of going to turn churches into a theater of violence is not acceptable. It doesn't matter, and it's not a political side issue. There is a consensus in the entire country that that is primitive. Even then, to be very honest, I was very appalled when there was an attack, a glorified attack by a lot of social media players on this church, what called Winners Church in Kasarani. I found that very repugnant because Bishop Mwai just the other day, many people were trolling him on social media just because the president visited his church. And you know what happened next? There was an attempted attack on his church. Yesterday, the former deputy president again, there was an attack on his church, on the church where he was in that circumstance. So it doesn't matter who organized. It doesn't matter whether it is actual attack or stage managed. Anything, any of those things are not acceptable in any civilized society. And so we have asked the security agencies to make sure that they do thorough investigation, as many people are arrested as possible. But let me say this: this is also not just a security issue. It's as much as it's manifesting itself as a security threat, it is also generally a society problem. From last year, there have been many people glorifying violence. Or you hear people saying, "Anguka na huyu, anguka with the other one." Oh, it's our right to do this. I see people even justifying, saying, "Oh, our children cannot be told what to do. We have a right to do whatever we want to do." That problem, once you have anarchy, and you have that kind of preaching hatred, and I said recently that people who hate others have mental problems, and that's a fact. I don't know why I need to justify. For as long as you are hating someone, you are engaging in violence in a church, you are insulting somebody, you are a mental case. It is literally as such.
you know, you have a problem. You have both a heart and a mental problem. But if you are criticizing government, there's nothing wrong with criticizing government. Governments are made stronger by criticism. And you can always criticize government in a civilized manner, using civilized processes. You can do maandamano, you can do a peaceful protest and so forth. You can use very strong words to say, I disagree with government. But once you degenerate to the level of insults, putting people in coffins, attacking churches, you know, all that kind of thing, we must stand up as a country unanimously to say behaviors like that are not acceptable. And so from a security perspective, investigations are ongoing, and anybody found culpable to have been involved yesterday in any of these goons' behavior will definitely be brought to justice. Mheshimiwa, katika swala hilo nataka pia nikurudishe hapo kwa sababu swala hili unavyozungumzia ni kwamba lazima watu waanze kufikiria jinsi na kupima matamshi yao. Lakini vile vile katika upande wa serikali kuna baadhi ya viongozi, baada ya kile kisa kilichofanyika kule Kasarani, kuna baadhi ya viongozi ndani ya serikali ya Kenya Kwanza walisikika na wakitoa kauli kwamba Rigathi Gachagua alikuwa anaiga, kwamba anavyofanya ni kwamba ni kama ni anaiga tu mambo ambayo yalikuwa yakifanywa na walimu wake, maanisha viongozi ambao wako ndani ya serikali ya Kenya Kwanza. Sasa je, serikali ya Kenya Kwanza inakiri kwamba kwa wakati wa kampeni ilihusika kufadhili ghasia za kihuni? Kufadhili ghasia za kihuni. Manake haya matamshi haya pia tuliyasikia kutoka kwa baadhi ya viongozi walioko ndani ya serikali yani, wakisema kwamba wakishtumu kile kitendo ambacho kilifanyika kule Kasarani, lakini pia hivyo na kuongeza kwamba Rigathi Gachagua alikuwa ni kama anaiga tu mambo ambayo labda pengine amekuwa akifanyika. Kama vile nilisema, kazi yangu kama waziri wa usalama sio kuegemea mrengo yoyote. Uhalifu wote kifanyika, kama mtu ako kwa serikali ama katika upinzani ama hata yuko katika siasa, kazi yetu katika idara ya usalama ni kuhakikisha kwamba kuna usalama nchini na watu wanafuata sheria. Kwa hivyo sitapoteza muda kujua huyu ni anatoka mrengo fulani, huyu kama ako serikali ama hapana. Hiyo sio shida yangu. Na wakati usalama kitofika, sitaulizwa, hakuna mtu ataniambia ni vizuri uliachilia huyu kwa sababu ni wa serikali. Kazi yetu ni kuhakikisha kwamba sheria ifanye kazi yake kama msumeno, ikate ikienda mbele, ikate ikirudi nyuma, bila kuangalia kwamba huyu ni wa mrengo huu ama mrengo ule mwingine. Na kama vile nimekuambia, kama vile tulifanya investigations kwa mambo ya kanisa ya Mwai, hata kanisa ya PCA jana, hiyo investigation tafanywa kwa yote na kwa njia sawa. Na kama vile wewe umesema, pengine wewe unasema kwamba pengine ile tukio la jana walikuwa wanajifanya, si kweli, walijilinga wenyewe, kama vile nasema ni stage managed. Kama ni hivyo, pia uchunguzi itaonyesha kwamba ilikuwa stage managed ama, na kama ni stage managed tutashika hata yule, hata kama yeye mwenyewe anajifanya ameumia na yeye ndio alifanya, hata huyo pia atachukuliwa hatua ya kisheria. So hakuna tofauti. Hatutaangalia kwamba wewe ni wa mrengo huo ama ule mwingine. Lazima tuhakikishe kwamba nchi yetu ni nchi yenye iko na usalama na ni nchi ambayo inaegemea upande wa sheria. Na waziri, mwezi uliopita kuna Mkenya ambaye aliweza kuhukumiwa kule Vietnam kwa kupatikana na mihadarati. La kusikitisha ni kwamba siku ya Jumapili kuna Mkenya mwingine ambaye aliweza kukamatwa kule New Delhi akitokea pia Kenya. Je, hii inaashiria nini? Manake Kenya tayari imekuwa katika ramani hususan kimataifa ya kwamba ama kwa kimombo imekuwa ni kama hub ya usafirishaji ama ulanguzi wa dawa za kulevya. Kama waziri, kama vile nimesema ni kwamba wale wa Kenya wameshikwa nchi ya nje kwa mambo ya mihadarati, haimaanishi ya kwamba walitoa mihadarati hizo kutoka Kenya. Ukisikia
ushuhuda wao, nasikia wengine wanasema kwamba nilipewa mzigo katika tayari nikiwa airport, nikapewa mzigo fulani kuambia safirisha. Wengine walipatikana wakifanya biashara hiyo kwa kati ya nchi nyingine ama nyingine. Na Kenya sio nchi pekee katika duniani ambayo inapigana na hiyo miadarati. Nchi ya Amerika pengine iko juu sana kupita Kenya kwa kupigana na mambo ya miadarati na kuwa na changamoto kubwa sana ya kupambana na miadarati ambayo inatoka nchi tofauti tofauti katika sehemu za Marekani, kusini na kaskazini. Na pia ukiona kwamba wale wa Kenya wamejipata kwa hiyo shida ni asilimia kidogo. Haitakuwa ni bora tuseme kwamba kwa hivyo wa Kenya wote ama wa Kenya wengi kupata unatafuta mmoja unasema moja alikuwa Vietnam, moja alikuwa Delhi, moja alikuwa pale. Hata saa hizi tukijadiliana hapa tuongee zaidi ya watu 5. So ni vizuri tusi generalize the discussion kusema kwamba ina maashiria pasi kwamba sisi ni watu wa kwamba mambo ya miadarati imekita mzizi kwa sababu ya hiyo. Hapana, hiyo ni changamoto imepitia watu wachache ambao kama society yoyote wamejiingiza kwa mambo ambayo hayafai. Waziri, naitwa Francis Mtalaki kutoka Citizen TV. Nina maswali matatu manne, mambo ni ruhusu ni yaulize kwa mpigo niweze kujibu. Kwanza ni swala la usalama hasa eneo hili la Pwani. Leo umetaja kwamba na ukaongea kinaganaga kwamba kuna wanasiasa wanaohusika na mna taarifa za kijasusi. Ni kina nani hawa wanasiasa? Walihusika wapi? Katika visa vipi? Pili, swala la Lamu. Baadhi ya wakazi wamekuwa kilalama kwamba ile barabara ya kutoka Mombasa kwenda Lamu hawaruhusiwi kusafiri usiku, lakini sasa wanahisi kwamba usalama umeboreka. Hatua ni zipi na ni lini curfew itaondolewa ya safari za usiku? Na kama itaendelea kukaa kwa misingi gani tena? Cha tatu ni kuhusiana na masuala ya Shakahola. Ni wazi kwamba taratibu za kuweza kupata DNA na kule kuziunganisha ni ghali mno na imechukua muda mrefu. Baadhi ya familia hadi sasa hawajaweza kutambua majibu. Changamoto ya fedha inatokea wapi, ikizingatiwa kwamba wizara unaiongoza pia imeweza kutengewa mabilioni ya fedha? Manake wanasema kwamba changamoto ya fedha ya kuweza kutoa zile DNA samples ni mojawapo ya mambo ambayo serikali na pitia. Na mwisho kuna wanasheria wamekuwa wakilalama kwamba tuliyoyaona katika maeneo ya mlima kwamba inspector wa polisi anapanda kwenye jukwaa na kuna Wakenya ambao wako pale kwenye ule mkutano wakitaka aweze kujiuzulu. Wewe kama kiongozi wa masuala ya usalama, msimamo wako ni upi? Asante. Asante sana. Kwanza wacha nianze na maswali ya wanasiasa wagani wanahusika. Nilikuwa yasema machache kuhusu haya kwamba ni wanasiasa wagani wanajihusisha na mambo ya gangs kwa Pwani na kwa nchi nzima. Kwa Pwani kama vile nimesema ni kwamba uchunguzi umefika sehemu fulani na inaonyesha kwamba wanaharakati wa siasa mbalimbali haswa wale wako aspirants wanataka kuingia katika uwanja ya kisiasa, baadhi yao wanajihusisha na mambo hiyo ya Panga Boys. Haswa hapa pale Kwale kuna wanasiasa fulani ambao wanatarajia ama wanang'ang'ania kuingia katika uongozi. Wameonekana kwamba ni wao ndio wako mbele katika kupigania mambo haya. Kwa hivyo kwa muda mchache mtaona wakipelekwa kotini. Kwa hivi sasa wacha niwaachie
wachunguzi wahakikishe wamemaliza kazi yao wapeleke kotini. Lakini onyo niliotoa leo si ya Mombasa peke yake na si ya Pwani peke yake. Utapata kwamba na sio Mombasa peke yake, kuna sehemu zingine za Pwani ambao wanasiasa wanajihusisha na mambo kama haya. Ukienda Lamu, sehemu za Lamu, Tana River, utapata kwamba mambo za insecurity zingine zinahusisha wanasiasa kuchochea jamii hii na jamii ile nyingine. Na tukisema wanasiasa sio tu wale wamechaguliwa. Kwanza wacha niseme kwamba wengi ya viongozi wamechaguliwa katika Mombasa hapa na katika Kilifi wanatusaidia sana na wako kibao mbele kusaidiana kupingana na hii Panga Boys. Na wale washindani wao wanaona kwamba pengine itawasaidia kisiasa wakishikana na hao wakora. Na sisi tumesema kwamba tutachukua hatua za kisheria. Lakini ulipoona vile nilisema kwa bunge, wanasiasa wengine ikiwa katika Nakuru County, ikiwa Kisii County, ikiwa Kisumu County, ikiwa Kakamega County ambao kumekuwa na gang, hata Nairobi County, tumesema kwamba wote tutawachukulia hatua ya kisheria kuhakikisha kwamba tumebomoa misingi yote ya magenge ambao wanajaribu kujitokeza tena. Na unajua kwamba hii magenge imekuwa kwa miaka 20-30, lakini kila wakati inapojaribu kuchipuka tunahakikisha kwamba tumepiga vizuri sana kuhakikisha kwamba hawajapata nafasi ya kumea mizizi na kuweza kutambaa katika nchi mzima ama kaunti mzima. Kwa mambo ya Lamu curfew, tutaondoa curfew ya barabara ya Lamu, Mombasa kwenda Lamu wakati tutakuwa tumefikia kiwango yenye tuko tayari kuona kwamba kiusalama ni sawa kwa wananchi wetu. Ukiona wale wakora kutoka nchi jirani walikuwa wanajaribu kuingia wanajaribu kila wakati kuingia, ni kwa sababu hata juzi walikuwa wanaweka bidii sana kwa sababu ilikuwa msimu ya Ramadhani. Walitaka kuchukua advantage ya msimu ya Ramadhani kuleta madhara. Ndio uliona pia walivamia our NPR wetu waliokuwa Garissa County. Kwa hivyo tutafungua njia vizuri wakati tutakuwa tumepata imani sawa kwamba wakora hawana nafasi ya kuingilia barabara zetu. As they say, ni afadhali kuwa na prevention kuliko kuweka maisha ya wananchi katika hatarini. Kwa mambo ya Shakahola, shida kubwa sio pesa. Kama vile nilisema hapo awali, ni watu wengi kujitokeza ili sambuli ambayo imepatikana ilingane na wale ambao sambuli yao imechukuliwa kupima ile mili ilipatikana huko Shakahola. Na kama vile nilikuambia kwamba zaidi ya sambuli 336 tayari imetengenezwa, lakini wenye walijitokeza ni wachache, na sambuli ambayo ililingana ni watu 66 peke yake. Bado tunatangazia Wakenya wengi wajitokeze kwa wingi kuhakikisha kwamba hiyo sambuli yenye imepatikana tujaribu kupata jamaa zao ambao sambuli inaweza lingana na kumatch na hiyo DNA ambayo nimesema kwamba imechukuliwa. Kwa mambo ya fedha kwa mambo ya sio Shakahola aswa, fedha tu inahitajika katika ile government chemistry na DCI lab kusaidia pia kuhakikisha kwamba tutakuwa tunafanya uchunguzi kwa haraka, especially mambo ya forensic. Ndio uliona leo nilitembelea ile kituo cha government chemistry hapa Mombasa, na tuko na mpango ya kupanua kujenga facilities ya kisasa na kuhakikisha kwamba wamepata equipment ya kutosha ili future investigations zinaweza saidia kuharakisha sio tu kwa mambo ya Shakahola, lakini pia kwa forensics yote ambayo other crimes yenye inaweza patikana kwa sehemu hii. Kwa mambo ya IG nilishangashwa sana na watu ambao walikuwa wanasema IG hadi ajiusulu kwa sababu alisalimia watu kwa Nyeri. Kwanza wacha tuseme ya kwamba polisi sio kazi ya kukaa kwa Ivory Towers na kukaa Nairobi. Kazi ya polisi ni kukaa kwa jamii na kukua pale penye wananchi wao kwako, asikilize maoni ya wananchi na
asaidie kusuluhisha hiyo maneno. Kwa hivyo IG ya police kwanza alikuwa kwa mkutano ya rais ambaye ni commander in chief. Hakuwa katika mkutano ya kisiasa, alikuwa katika mkutano ya maendeleo, na alikuwa pale na rais kama vile anaweza kuwa mahali popote na mimi, kusikiliza maoni ya wananchi na kuona ni jinsi gani tunaweza kusuluhisha zile shida wananchi wanapitia katika sehemu hiyo. Alikuwa pia pale na kwa sehemu zingine kufungua police station na pamoja na rais. Uliona rais alienda kufungua police station zingine na kufungulia police facilities kwa safari yake. So tukubaliane kwanza, niliona Law Society of Kenya wakisema ajiuzulu. Nikajiuliza ajiuzulu kwa sababu amefanya makosa gani? Kwa sababu amekuwa na rais, amekuwa na mawaziri. Hata it was possible kama IG angeenda ningeenda, ama tungeenda pamoja na IG. Sasa mngesema IG ajiuzulu kwa sababu tulikuwa pale. Kuwa na rais ambaye ameenda kufungua miradi ya kiserikali sio makosa. Lakini pia kuwa na opposition leaders sio makosa. IG juzi alienda iftar pale Isli na community na akaenda kufanya iftar pamoja. Sasa utasema ujiuzulu kwa sababu umesanyana na wananchi. IG amekuwa na mimi kwa mikutano za kijamii huko nje kuongelesha wananchi. Utasema ujiuzulu. Haya, na kama sio IG na regional police commander akikuwa hapo na rais, utasema ajiuzulu. I think let me say this in English. I found it very contradictory that the IG of police being together with the president on her government program and to make sure that we deliver on government services, he's supposed to be acted in a biased manner. Then where is the police chief supposed to be? He's not supposed to be where the president is on a development tour. Then who's supposed to be there? And what was going to be the difference? If the police chief is not there and the regional police commander is there, was it going to be less better? If the regional police commander was not there and our OCS was there with the president, were you going to say that the OCS should resign? The fact that is that we live and work in a community, and some of our work that we do, we find ourselves in a place where you work with the president, you work with the minister, you work with the government, and there is no IG works with an opposition only. The IG works with government, and it's the government that has the policy, that has the development programs. The day the president will go for his campaign, the IG also can easily be in the president's campaign, but only to provide security, not to address. But when the president has gone for development and the IG says hi, he never asks for votes, he never said anybody should support the president. Nobody even knows whether he supports or he doesn't support. That is his personal choice. What he did was to say hi to the people and tell them that, are you happy? Are you happy that the president is here? Are you happy with the work we are doing as police officers? I think let's not become extremely reactionary as a country, and let's not become also unnecessarily irritable on things that basically are non-issues and blow it out of proportion. The IG should be everywhere the president is, if possible. It's just because it's this busy schedule, and sometimes the president will go to deputy IG, or sometimes the president go with regional commander. There's nothing that stops the president to go all over the country with the IG, except for the fact that the IG is busy, has a very busy schedule, and delegates that responsibility to a junior officer. Yes, the president announced that no citizen in this country should find it hard to access identification documents. But we are having challenges. Kenyans are still facing challenges. For example, Mombasa residents